ni kwamba matokeo unayoyataka leo yako ndani yako, ni ya kwako tayari unayo. Bwana Yesu asifiwe. Ila yamewekewa majira yake kutokea kuwa halisi kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia kwamba huu mti una matunda yake. Maana yake kwa jinsi ya nje matunda yaonekana, ila umeficha matunda. Una matunda tayari, na hayo matunda ni ya huo mti, uko yako ndani. Alafu kwa nje ukiutazama huo mti hauna tunda hata moja. Unajua yamefichwa na nini? Majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Yake ziko mbili. Yake ya kwanza ni chakula, yake ya pili yana majira yake. Habakuki 2:1-3 anasema, nitasimama katika zamu, katika mnara, nione Bwana atakayoniambia. Alafu Mungu anamtokea anamwambia, njozi uliyoiona uiandike, ili aisomaye aisome kama maji. Alafu anasema inafanya haraka kufikiria wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Habakuki njozi ni ya kwako moja, lakini ina majira yake ya kutukia na inafanya haraka. Sasa kuna watu wengi, fanya ima Bwana unibariki, kama ulivyomwambia Habakuki, nafanya haraka. Hivyo unajua maana ya haraka wewe? Mungu aliyosema neno haraka, angalia mbele analimalizia nini. Anaposema inafanya haraka, angalia mbele, anasema kufikiria wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haraka ya ile njozi inafuata majira, haikufuati wewe. Bwana Yesu asifiwe. Inafuata majira yake iliyoamliwa kutokea. Nilikupa juzi mambo matatu, nikakwambia Mungu ana aina 3 za muda anaotumia kukujibu kile unachokiomba. Ana aina ngapi? Na nikakueleza aina 2 ametupa, aina 1 ameificha mfukoni mwake na uweze kuiona, na ni yeye anayejua. Nilikwambia aina ya kwanza ni muda anaokupa kuomba, na nikakwambia muda anaokupa kuomba ni muda unaokuja kama muda mzani wa kupima uhitaji wako unautegemea kutoka kwenye ufalme upi. Nikakwambia ule muda anaokupa kuomba ukiutumia ipasavyo, sawasawa na Warumi 8:26, kadhalika naye Roho utuombea kwa kuugua kwa lugha isiyoweza kutamkwa.